Ujumbe unasema kubali neno la Mungu likusaidie. Kwa hiyo nasema kwamba jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ili aweze kusaidika kwenye eneo lolote lile, ni lazima alipatie nafasi neno la Mungu kwenye moyo wake. Kwa sababu gani? Mafanikio yoyote unayoyataka au msaada wowote unaoutaka, eneo la kwanza ambalo Mungu huwa anaanza nalo kabla ya kukusaidia kwenye hayo mambo unayoyataka, Mungu anataka usaidie moyo wako kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu iko hivi, kwenye maisha yako moyo wako ndio center. Yaani moyo wako ndio, naposema center, ndio kituo cha kwanza cha Mungu kuanza kazi ya utendaji kwenye maisha yako kukusaidia. Mfano, nisikilize. Kama nchi yoyote inataka misaada kutoka nje, msaada wa namna yoyote ile, watakaotaka kuisaidia si lazima kama wanapaswa kufika kwenye ile nchi. Mfano, Tanzania nataka msaada kutoka nchi za kigeni, lazima wale wageni wawepo, waangalie unataka msaada kwenye eneo gani. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo ili waweze kufika sasa wale wageni, lazima pia mahali pale pafikike kwanza. Nisikilize vizuri tu. Kwenye ile nchi, ili wale watu waipatie msaada, lazima wafike kwenye eneo husika. Kwa hiyo eneo muhimu linakuwa ni kwamba watatua wapi. Ndio maana viwanja vya ndege vinakuwa na umuhimu sana, na maeneo kama bandari. Kwa hiyo ili Mungu akusaidie, lazima awe na matuo kwenye maisha yako. Na matuo ya Mungu ili akusaidie kwenye maisha yako, moyo wako unakuwa kama center, kama uwanja wa ndege wa Mungu kutua, anzie kazi ya kusambaza misaada kwenye maisha yako. Hilo ni eneo muhimu sana kulielewa. Na hii tangu mwanzo tunasoma katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nisikilize vizuri, andika hapo. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hii nimesema leo naweka msingi kwanza. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haya, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo kimsingi hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na ilikuwa gizani. Kwa maana kwa lugha nyepesi, kwa somo nalofundisha, hiyo nchi ilihitaji msaada. Msaada wa mwanga, msaada wa utele, kwa sababu ilikuwa ukiwa na utupu. Ilipungukiwa, haina kitu. Unajua kinachotesa maisha ya watu kila siku ni ukiwa, ni utupu. Sina hiki, sina kile, nahitaji hiki. Na yote hayo ambayo yamepungua, lazima ukichunguza unakuta giza linahusika. Yaani utakuta nguvu za giza zimembana mtu mahali anapotaka kufanikiwa kwenye eneo fulani,
anashindwa. Kwa nini? Anapotaka atoke kwenye ukiwa, kwenye utupu, hana pesa, hana afya njema, yani utakuta unapambana na giza. Kama hivyo, kama vile ambavyo tangu mwanzo nchi ilikuwa utupu, tena ukiwa na giza lilikuwa limeifunika. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba, au kwa maana rahisi ni kwamba, hiyo nchi ilihitaji msaada kutoka kwa Mungu. Sasa ili Mungu aje isaidie ile nchi, Biblia inasema roho ya Mungu ikaja ikatua pale. Kwa hiyo Mungu hawezi kusaidia kwanza kama hajapata matuo. Roho ya Bwana ikatulia juu ya vile mahali ambako shida ilikuwepo, mahali ambapo giza lilikuwepo. Halafu baada ya Mungu kujihudhurisha pale, ule uwepo wake, ndipo sasa neno la Mungu likaja kuisaidia nchi. Mungu akasema. Kwa hiyo kabla Mungu hajakusaidia, kitu cha kwanza, ana nafasi gani kwenye moyo wako ili lile neno linapokuja sasa lilete mabadiliko? Kwa sababu nisikilize, njia ya Mungu kukusaidia wewe inaanzia moyoni mwako, sio inaanzia kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa au mpaka hapo kuna mtu nimemconfuse? Kwa hiyo ili mtu asaidike kwa vyovyote vile kwenye maisha haya, ni lazima alipatie nafasi neno la Mungu kwenye moyo wake. Kwa hiyo moyo wako ni kama uwanja wa ndege ambako ili nchi ipate msaada, lazima ule msaada utafikia wapi? Lazima ile misaada inayotoka, kama unataka msaada kutoka nje, lazima watu wafike. Watafikia wapi? Kwa hiyo moyo wako ni center ya msaada wa Mungu. Mwambie mwenzako, moyo wako ni center ya msaada wa Mungu kwako. Na ndio maana kabla Mungu hajakusaidia, nisikilize, kitu cha kwanza Mungu anaandaa status ya moyo wako. Na naongea kwa utaratibu sana ili unielewe. Jambo la kwanza Mungu anaandaa ili akusaidie, anaandaa mazingira ya moyo wako. Na ndio maana Yesu alisema, heri wenye moyo safi, hao ndio watauona msaada wa Bwana. Hao ndio watamuona Mungu. Sio kwenda kumuona Mungu kule baadaye. Wenye moyo safi ndio wanaokutana na Mungu kwenye maisha yao kila siku. Unaona kwa Joshua, ile sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 10, lakini zaidi kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 9, Mungu anapomwambia Joshua kwenda kuirithi ile nchi na kwenda kuwarithisha wana wa Israeli, maana tayari Israeli wameachwa kwenye mikono ya Joshua baada ya kifo cha Musa. Mungu anaanza kumwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa anaanza kuujenga moyo wa mtu, maana moyo wake ndio eneo muhimu la kwenda kumsaidia kutawala. Kwa kila saa Mungu anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Manake anamjenga ili awe jasiri. Nataka nikwambie, hata kama ungetaka Mungu akubarikie shambani, Mungu kwanza ili akubarikie shambani, anasema atabariki kazi za mikono yako. Ili abariki kazi za mikono yako, nisikilize, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hajakubariki shambani, anaandaa moyo wako ili ule moyo uwe sababu ya wewe kubarikiwa.
Kwa sababu sikiliza, supply ya Mungu, just imagine hata kwenye afya tu ya kawaida hivi, nini kina control sasa hivi afya ya mwili wako mpaka sasa hivi? Ni kiungo gani kikikwama haraka sana huna maisha? Ni moyo. Kwa hiyo hata katika hali ya kawaida moyo wako ndio unaoendesha uhai wako kikawaida. Na ndio sababu hata kwenye maisha ya kawaida tu ya kiroho, nisikilize vizuri, bado kiungo kinachotakiwa kusupply kwenye maisha yako, bado Mungu anauzungumzia moyo, kama ambavyo moyo ni kiungo muhimu. Huyu moyo wa damu na nyama ndio unao supply nini? Kwa hiyo moyo wenye afya njema, yani ndani yako moyo wa damu na nyama, kawaida kabisa, ukigoma kutenda kazi, ukigoma, mapigo ya moyo ya kigoma, huna tena maisha. Ndivyo ilivyo kwenye maisha ya kiroho, kwamba ili Mungu akusaidie, moyo una tafsiri kubwa mbili. Kuna moyo huu wa damu na nyama, lakini kuna moyo wa kiroho ambao ni ile nafsi ambayo inaweza kusensi mema na mabaya, ambako ndio nuru ya Mungu inakaa pale. Anaposema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, sijajua kama naombeni kuweni makini napofundisha. Usiache hata neno moja lianguke. Biblia inaposema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, haizungumzii huu moyo wa damu na nyama. Anazungumzia nini? Ile sensa, ile namna inavyo, ule moyo wa ndani ambao wenyewe huwa unapokea, moyo ule ambao ndio ufahamu wako wa ndani, ambao unaweza kuumizwa kwa mawazo, unaweza kufurahishwa, ile hali ya moyo wa kiroho, ule utu wa ndani ambao huo ndio Mungu anautumia ili kukusaidia kwenye maisha yako kama ni baraka, ambapo ndio baada ya dhambi ikiingia kwenye maisha ya mtu, ule moyo unatiwa giza. Moyo ule ukitiwa giza, ndio giza linapotawala moyoni, ndio giza linaweza kutawala kwenye mashamba, ndio giza litatawala kwenye biashara, ndio giza litatawala kwenye ndoa, ndio giza litatawala kwenye elimu, ndio giza litatawala kwenye nchi. Mungu anasema nililaani nchi kwa sababu ya hao wanaoikaa. Kwa nini? Kwa sababu giza lilikuwa kwenye mioyo yao, nchi ikawa na giza, nchi ikawa na laana, haikutoa matunda, kwa sababu tayari ningeibarikije nchi, maana njia ya mimi kuibariki ile nchi ni mioyo ya watu, ambayo ndio hiyo mioyo ni matuo yangu. Ili nipambane na giza la nchi, lazima nipate nafasi kwenye mioyo yao, ili ile mioyo iwe kama ni uwanja wangu wa ndege kutua, ili niipatie ile nchi misaada. Kwenye maisha yako nataka msaada kwa Mungu, cheki moyo wako. Kwa whenever God want to help you, He prepares your heart. Zaidi sana ni wewe ndio unaandaa moyo wako. Ndio maana Yohana Mbatizaji anapokuja anasema itengenezeni njia ya Bwana. Njia gani? Nyoosheni mapito yake. Alikuwa anazungumza mioyo ya watu ili ije ipokee ukombozi ambao unakuja. Narudia tena, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa nini? Tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya uso wa maji. Lakini ili Mungu aje aisaidie nchi, Biblia inasema roho ya Mungu ikatua.